Na nataka nikufundishe, nikwambie kwamba kuna nguvu katika ulimi wakati unatamka maneno, wakati unaongea, because kuna watu ambao wanajiroga kwa maneno yao. Amen. Kuna wengine ambao hawajarogwa, hakuna mchawi ambaye amekuroga mahali. Wengine wanajiroga kwa maneno yao. Kuna wengine wamejibandika maneno. Mwingine anajiita maskini, mimi ni maskini wa Mungu. Sasa wakati unatamka yale maneno, yanakuwa na nguvu juu ya maisha yako. Na wengine wameroga mpaka watoto wao. Amen. Mama kwa hasira tu anatamkia watoto, anasema wewe unakaa kama baba yako. Bwana asifiwe sana. Sasa kutoka hapo roho ya baba yake inakuja juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuna watu waliotamkiwa maneno na hayo maneno yakalete shida katika maisha yao. Amen. Na kuna wamama pia wametamkiwa na wanaume. Mzee wakati amekasirika anaongea maneno mpaka anasema sijui nilikutoa wapi. Anaongea yale maneno, yanakuwa na nguvu juu ya maisha yako. Kwa hivyo leo nitakufundisha ndio kwamba wakati mtu atakutamkia, unayakanusha, unavunja, unakataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Biblia inasema tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hivyo mtu akikutamkia maneno mabaya, unakanusha, unapigana nayo. Hebu tusomee inasema namna gani? Kitabu cha Job inasemaje? Inasema Ayubu 22 mstari wa 28. Inasemaje? Nawe utakusudia neno, na wewe utakusudia kutamka neno, nawe utadhibitika, na neno hilo litatimia kwako. Na mwanga utaziangazia njia zako. Na mwanga utaangazia njia zako. Anasema na wewe utatamka neno, na wewe utajitabiria. Amen. Na wewe utajisungumuzia, na maneno yote utakayosungumuza, Biblia inasema yote yatatimia kwako. Na baada ya kutamka, basi mwanga utakuja katika njia zako. Kwa hiyo saa ingine jitamkie. Tamka maneno ya kutoka kwa umasikini. Tamka maneno ya kubarikiwa. Jitabirie. Tangaza mimi ni mhubiri. Tangaza kwamba mimi si wa chini. Tamka maneno, maana yako na nguvu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Watoto wakienda shuleni, watamkie, watangazie, waambie nyinyi ni wakubwa, nyinyi ni viongozi wakubwa. Yani tamka neno kwa ajili ya nyumba yako, na itafanyika hivyo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Inua mikono, sema ndio inawezekana. Ndio inawezekana. Patia Yesu makofi aliyobarikiwa sana. Amen. Haleluya. Ati utatamka neno, itafanya nini? Itadhibitika. Kuna maneno mengine ambaye mpaka uyatamke, na mengine yalitamkwa na watu, lakini bado haujayakanusha, haujapigana nayo. Maana kuna watu ambao ni maadui, na kuna watu maneno yao yana uchawi, yana nguvu. Hebu angalia kitambo, kuna wazee kitambo ungecheza na wao. Yaani ukacheza tu na mzee, anakuambia shikilia jua, maana ikitua unatua nayo. Wanasikia sana. Maneno yao yana power. Maneno yao yana nguvu. Hata wale wanaorogwa na wachawi wanachukua mchanga na wanatamka maneno. Baada ya hapo kisirani inakufuata. Kuna watu walio na nguvu katika maneno, na hata wewe una power, una uwezo kwa jina la Yesu Kristo. Na kila kitu kina masikio, hata miti ina masikio. Sasa hivi tukaiongelesha inakauka. Bwana asifiwe sana. Hata hiyo nyumba yako bado ina masikio. Amen. Unaongelesha hata vitu zingine ambazo unaingia kwa nyumba zinakukaribisha. Amen. Unaiongelesha. Meza zingine zimezeeka, maisha ingine ya chini, unaiongelesha, unaiambia kwa jina la Yesu, lazima uniachilie. Bwana asifiwe sana. Maana kuna watu waliokamatwa na hali ni kama uliumbiwa umaskini, ni kama uliumbiwa shida. Shida inakaanga kwako, kilio inatulianga kwa nyumba yako. Ongelesha hayo maisha. Sema nimekataa. Pokea uwezo wa kutabiri kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Usa mtu mwambie wewe ni mbarikiwa. Hebu tabiria mtu hapo, mwambie wewe ni mbarikiwa. Shagagagagaga. Mwambie tena wewe ni mbarikiwa. Wewe mradhime. Bwana sana.
Hebu tuangalie kitabu kile cha Methali 18:21. Andabosakata. Leo tutaongea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tutaongea. Nilienda kwa mama moja hapa, anakaa kwa kanyumba, hata akiwa ndani anakuangalia tu kikuja, na hata wewe ukiwa mbali unamwangalia tu akipika, yani mnaangaliana, yani hahitaji kutoka nje ndio akwambie karibu. Amen. Anasema tu akiwa ndani karibu, yani anakuona. Na nilipoenda kwake nikaangalia ile nyumba nikaona haifai, nikamwambia leo nimekuja kukuhamisha. Akacheka kwanza, anasema aje na sina pesa. Amen. Wapendwa, tunaongea si kwa sababu tuko na pesa, tunaongea kwa sababu tuko na power. Sema power, sema power, sema power, sema power, sema fire, sema fire. Hatuhitaji pesa tuongee, mradi una sauti ongea. Amen. Shetani hawezi kufunga mfuko na afunge sauti at the same time. Kama amefunga pesa, sauti iko. Bwana asifiwe sana. Paulo na Sila wakatupwa gerezani. Biblia inasema usiku wa manane, niangalie tu maana mimi sitaki watu wa kulala. Bwana asifiwe sana. Nataka watu soba. Ndio ukitoka hapa leo maisha yako ina change. Bwana asifiwe sana. So wakakamatwa wakatupwa gerezani usiku wa manane, wakati watu wamelala, wakaamka, wakaanza kuongea, wakaanza kuomba, wakaanza kuimba, wakatamkia gereza. Biblia inasema ghafla, sema ghafla, nguvu za Bwana zikashuka na minyororo ikakatika na gereza ikavunjika, kwa sababu kuna watu walio na power kwa maneno yao. Pokea power kwa jina la Yesu. Na leo ninatangaza ya kwamba kila gereza ambayo shetani amekuweka ivunjike. Nasema ivunjike kwa jina la Yesu. Sema amen. Tunaongelesha kila gereza leo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Tunakemea umasikini. Yaani shetani amekunyang'anya ng'ombe akakubakishia kuku peke yake, ambaye inakuja kuchungulia hivi. Shalande bokazelia. Tunaongea leo kwa jina la Yesu. Baba nasema ndio. Yaani unanyang'anywa mpaka maziwa unaendea kwa jirani kilomita 5 na bado tu hujachoka na hiyo maisha, mpaka wanaokupea maziwa wamechoka na wewe. Ni kwamba tu wanashindwa watakwambia namna gani. Oh, ninatangaza leo mabadiliko. Inawezekana wakaomba kwako tena, inawezekana ukawasaidia tena. Tangaza mimi ni tajiri kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema kutoka leo tunaongea. Nataka nitaji mtu akitoka hapa ufanye ni kama kitu imeruka ukifika kwa nyumba. Sema we meza toka hapa, we kitu unakaa kusaidiwa toka hapa, nyinyi manguo za viraka toka. Na leo ukitoka nyumbani manguo zote za viraka yaani katupe ama kateketezi. Kuna vitu zinaleta umaskini kwa maisha ya watu. Bwana asifiwe sana. Unavaa sweta mpaka yenyewe inakurumia. Hatutaki kutupa ati ni material ya kitambo. Imeraruka yenyewe inasema nataka kwenda retire. Lakini wewe unaitia moyo tu. Tunakataa hiyo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na viatu zingine zinakaa shetani ashindwe. Hey, vidole vinakuchungulia tu. Yaani uko ndani ya kiatu lakini kidole inakuuliza tunaenda wapi. Tunakataa hiyo kwa jina la Yesu. Pokea grace kwa jina la Yesu. Pokea uwezo wa kuvaa mpaka ukiwa nyumbani bado umeng'ara. Watu wanakuambia unaenda wapi, unasema niko mtaa, niko tu nyumbani. Na mbona umeng'ara? Ni time yangu imefika. Usa mtu mpatia ifai, mwambie tunaenda mbali. Haleluya. Wangapi anasema nitaongea. Yaani ukijua nguvu ya kuongea, hata mzee kumkomboa ni rahisi. Analala, unangojea ngorote, unaekelea mkono kwa mkonyo, unasema rende bosaji asante. Roho ya ulevi na kuninyima kwenda kanisani. My friend, Bible inasema nimewapa nguvu na mamlaka. Kile mtafunga imefungwa. Na kile mtafungua imefanya nini? Imefunguliwa.
unakomboa mzee akiwa kwa usingizi. Unasema ukatili na roho ya kukataa kanisa ninakung'oa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Amen. Na mzee mwingine mama nikamwombea, maana mambo ni mawili, either umfungue ama akufunge. Mambo ni mangapi? Sasa huyu mama alikuwa anakuja kanisani, lakini siku moja, because wale wanaotumika na shetani wanalangi, si ndio tunangorota. Sasa mama kwenda kujisikia saa 8, maana amebebwa na kausingizi. Sasa anapoenda kuamka akapata mzee anamkata kucha. Mzee anamkata kucha na nilikata saa 8. Ronde bosakadedi alasali. Ni ukweli, si Mungu, ni ukweli. Sasa mama anasema nakuta ile kitu nimemwamsha nilikata ikisema npenga saa 8. Sasa akaamka akashindwa 1. Kwa nini anikate kucha usiku? Mbona asingoje niamke? Na kama anakata ndio anapeleka wapi? Bwana Yesu sana. Wangapi anasema kutoka leo nitaongea kwa jina la Yesu Kristo. Na mwingine akaja kwa ibada ya Jumanne amenyolewa usiku na mapepo. Amenyolewa na makasi. Kipara mpaka hapa nyuma. Sasa anaondoka tu. Watu wanamwambia mbona umenyoa nusu? Yeye hajui alinyolewa usiku. Wapendwa, ndio tunaendaga tunafunga macho, unaomba, unaongea, unamwambia Bwana, sasa mchana nimefanya kazi, naenda kulala. Nipatie amani, nimekataa kusumbuliwa. Nimekataa kuhangaishwa. Unaongea maneno yaliyo na power. Sema amen. Na nikaletewa kijana mwingine tu ambaye naye amenyolewa. Unakumbuka huyo kijana? Makasi. So siongei kitu ya kuambiwa kanisani. Hebu tusome inasema namna gani? Matthew 18:21 inasema aje? Mithali 18 mstari wa 21. Mithali 18:21 inasema aje? Mauti na uzima uko katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima uko katika uwezo wa ulimi. Na wao upendao watakula matunda yake. Na wale wanaopenda watakula matunda yake. Bwana asifiwe sana. Yaani uzima na mauti uko katika kinywa cha mwanadamu. Amen. Unaweza ukatamka uhai kwako na ikafanyika. Unaweza ukajitamkia mambo mazuri na ikafanyika, because maneno yamebeba uhai. Maneno yamebeba uzima. That's why tunaombea wagonjwa wanapona, maana kuna nguvu katika maneno. Amen. Am I talking here? Nikaombea msichana mmoja aliyechelewa kuolewa. Sasa akona miaka 35 na anaona sasa amezeeka. Nikamwambia kwanza uko mdogo sana. Unajua ukielewa unapawa kwa maneno yako. Amen. Unakuwa na nguvu ya kutia watu moyo. Nikamwambia uko mdogo. Kuna mtu aliye na 40 years ambaye hamjapatana tu, lakini kwa neno langu leo ninawapatanisha. Na saa hiyo tunaongea amenunua kamba anataka kujinyonga. So nikaongea, nikatangaza kwa jina la Yesu kila baria ivunjike, na leo nimekuweka huru, enda ukaolewe. So akaja kanisani. Alipokuja kanisani, injili inaendelea. Akakaa hapo kwa kiti, na kwa sababu already tumeongea kwa anga yake, naye jamaa mwingine akaja tu, ni mgeni, akaja akakaa karibu naye. Wapendwa, tumebeba utajiri, tumebeba mali za watu. Okay, ukinichukua Elijah nitakuwa Elijah kwako, lakini utakaponichukua nabii nitakuwa nabii wa maisha yako. Bwana asifiwe sana. Yaani vile utakavyonichukua hivyo ndivyo nitakavyokuwa. So mtu mgeni akaja akakaa hapo, hawajuani, hawajaiongea, lakini neno linafanya kazi. Unajua wahubiri Mungu anatuelekeza sana. Unahubiri kidogo unasema salimia jirani yako, mwambie mambo ni mazuri, yanamgeukia, mambo ni mazuri. Salimia jirani yako, mwambie uko smart sana. Salimia jirani, mwambie tunaenda mbali. So kitambo hiyo salamu ishe, watu wamejuana. Bwana asifiwe sana. Baada ya ibada wamechange number. Baada ya muda fulani tu, umeolewa? Sijaolewa. Na wewe? Sijaoa. Hata nimekuwa nikiomba Mungu anisaidie. Mungu akapatanisha watu. Sasa ni family wa watu wanaokaa pamoja. Na alikuwa anataka kujua, lakini kwa sababu ya neno, kwa sababu ya power ya neno,
Mungu akawaunganisha pamoja. Leo ninatangaza kwa anga yako kwa jina la Yesu, chochote shetani amekunyang'anya uregeshewe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea mali zako, pokea utajiri, pokea afya, pokea maisha mazuri, pokea ndoa nzuri, pokea watoto wazuri, pokea kicheko. Haleluya. Neno Isaka anamwambia Esau, nimefika katika uzeni, na kwa sababu naenda kufa, enda nitafutie chakula mzuri ambaye roho yangu inapenda, na mimi nitakubariki. Bwana siwe sana. Neno power, kuna neno katika kuna nguvu katika neno. Bwana siwe sana. Na leo ninatangaza kwa kanisa hii, hakuna mtu atakufa mapema. Na hapa sitazikana, lakini tutaunganisha harusi, tutadedicate manyumba za watu. Nasema tunadedicate manyumba za watu. Kuna watu watatoka nyumba ndogo ndogo waingia kwa nyumba kubwa kubwa. Pokea uwezo kwa jina la Yesu Kristo. Hebu salimia mtu, mwambie sasa ninaondoka. Mwambie kwa lugha yako, mwambie leo nitauma. Ndio sahihi. Na mtu anauliza, na hii ni kanisa gani? Hii ndio kanisa yetu hii. Naona sasa hii ndio kanisa yetu hii. Bwana siwe sana. Kati kuna nguvu, kuna uhai na mauti katika neno. Na adui anajua hivyo. Bwana siwe sana. Mashetani wanajua. Na maadui wanajua. Na that's why wanatamka tu. Amen. Lakini sisi tuna power. Hebu tuangalie kitabu cha James ama Yakobo, mlango wa 3 mstari wa 5. Kitabu cha Yakobo chapter 3 verse number 5. Nataka tupige picha hii nyumba. Unaona vile? Unaona huyo mshirika wa nguvu pale nyuma? Unaona ule mshirika pale? Ako hapo nyuma ya mti hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ipige tu picha. Hata naomba mtu kuja hapa, hata pale piga picha mpaka huko nyuma. Kuja pale, hata piga picha. Bwana asifiwe sana. Maana miaka unayokuja mtashangaa. Ile cathedral tunaenda kujenga haijapatikana. Na upige ile ng'ombe. Nasikia injili kuja hapa. Hao ndio washirika wangu wa kwanza. Na unipige pamoja na ng'ombe ile. Ija kuja hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanasema tunaenda mbali kwa jina la Yesu. Sasa nitakuja nikutolee hii picha ya ng'ombe na sisi. Alafu sasa nikutolee ingine. Sasa tumepanuka, tumejenga, tumenawiri katika jina la Yesu. Kusa mtu mwambie inawezekana kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Patia Yesu makofi yaliyoinuliwa sana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amen. My God. Hebu tusome inasema namna gani? Kitabu cha Yakobo chapter 3 verse number 5. Nasemaje? Rata sola bakabezia. Inasemaje? Inasema Yakobo 3 mstari wa 5. Inasemaje? Vivyo hivyo ulimi nayo ni kiungo kidogo. Hivyo hivyo ulimi nayo ni kiungo kidogo sana. Nao hujivuna majivuno makuu. Lakini hujivuna. Hebu angalia, ni kaulimi kadogo lakini kana power ya kujivuna. Ukisikia mtu anasema mimi ndio kusema hapa hii ngao, mimi ndio kusema, ni kaulimi kanaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea na watu kwa jina la Yesu. Hata mwingine anaongea tu akikejeli watu, ni ulimi. Sasa Biblia inasema ni kanini? Ni kiungo kidogo sana lakini kana uwezo wa kujivuna. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Angalia vile moto mdogo unavyoakisha msitu mkubwa. Mstari wa 6. Inasemaje? Na ulimi ni moto. Na ulimi ni moto. Ule ulimwengu wa uovu, ule ulimi. Ule ulimwengu wa uovu, ule ulimi. Umewekwa katika viungo vyetu. Umewekwa katika viungo vyetu. Nao ndio utiao mwili wote unajisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ni kiungo kadogo sana lakini ina power, ina uwezo. Angalia, kuna watu sasa maisha yao ni mbaya kwa kutamkiwa tu. Amen. Mtu anaweza akaongea tu kalia. Bwana asifiwe sana. Sijui kama umeijipata uko na amani kwa family, uko na amani kwa nyumba yako, lakini msee ameingia tu ameongea kitu kimoja. Amen. Ukalia usiku mzima. Yaani ulimi una uwezo kuvunja moyo na una uwezo pia wa kutia moyo. Na leo natangaza kwa jina la Yesu, Bwana akupatie uwezo wa kuongea. Tumia ulimi wako vizuri.
Nasema tumia ulimi wako vizuri. Hebu sikia hii. Jamaa moja akaja, tulikuwa tunafanya, nisikilize tu, tulikuwa tunafanya kazi ya kuuza simu pale Kiseria. Sasa tulikuwa tunacharge, so ninachajia watu, naweka moto, alafu mtu ananiambia nipatie hiyo yangu, nampatia, shika hii pesa yako hivi na hivi. Lakini kuna mtu mmoja alikuja pale kunipatia story, mimi nikicharge na yeye ananipatia story na atoki hapo. Alafu nikaenda kutafuta change, akarusha mkono ile mrefu sana na akatoa simu nzuri tu ya 7,000 ya wakati huo, akatoa na akaweka kwa mfuko. Hebu nisikilize tu, akachukua simu na akaweka kwa mfuko. Wakati tu alichukua, na ukumbuke kwamba sisi hatukuwa tunafungua kazi kienyeji. Asubuhi na mapema tulikuwa tunashikana mikono, tunaomba, tunakataa kupoteza simu, tunakataa kwenda hasara, tunatangaza kubarikiwa. So tulikuwa tunaomba. So wakati alichukua simu na akaweka kwa mfuko, naye Mungu akakorogea miguu yake hapo, akashindwa kutoka. Ana simu ndio, lakini haondoki. Nimekuja kutafuta change na mpata pale, tumekaa pale haendi, mpaka mwenye simu akaja akauliza nipatie ile yangu, kwenda kutafuta haiko. Nikashindwa iko wapi, na kwa sababu alikuwa ananiamini akasema wacha kwanza niende, ukipata utaniambia. Na akaenda nyumbani, akasema ukipata utaniambia. Lakini jamaa yuko hapa haendi, amekorogewa kwa sababu ya neno tulitamka. Amen. Baadaye Mungu akanifunulia, nikajua ni yako na simu. Nikamwambia toa simu uko nayo kwa kifua hapa. Akasema nani amesema? Nikamwambia uko nayo. Bwana siye sana. Akaongea maneno mazito. Enda polisi, fanya vile unataka, fanya vile unafanya ukikasirika. Nikamwambia my friend, sisi hatustakingi hapa duniani. Tukakustaki hapa utatoa hongo na utaachiliwa. Nitakustaki mbinguni. Angalia mtu mwambie kwa jina la Yesu, tuna uwezo wa kustaki kwa jina la Yesu. Na nikamwambia na usiende na hiyo simu, maana italeta shida kwako. Na sasa akili yangu ikafurugika, tukaenda na my brother, tulikuwa tunaenda kesha mahali. Nikamwambia sasa hata naona hatutaenda tena kesha, twende tukalale, maana tumefuruka already. Sasa usiku wa manane tukaletewa ati tunachinja kondoo na damu inamwagika. So nikaamka, nikashindwa hiyo ni nini. Ndio Mungu akanifunulia kwamba kondoo ni mwanadamu na damu ni uhai. Kumbe jamaa ndiye anasumbuka usiku mzima. Sasa asubuhi na mapema tuliporudi kazini, saa 11 alikuja hapo kazini kutungojea. Saa 11 tunafika saa 10 asubuhi, ndio huyu tu amekuwa hapo kuanzia saa 11. Nikamuuliza unafanya nini hapa? Akasema na ako na Biblia kilo 20, Biblia na ako na kilo ya nyama yande bosa kadedia. Nikamuuliza unafanya nini? Akasema ombeni Mungu wenu anisamehe. Ni nini? Akasema damu imekimbia usiku mzima. Nikamuuliza naanza unatakaje? Akasema nataka kuokoka. Kitu ya kwanza. Namba 2, hii ni kilo ya nyama nimelete tukule pamoja mnisamehe. Namba 3, mimi ndio nilichukua simu na nimekuja nayo hapa. Haleluya. Hata nikamtisha kidogo, haujaenda na tuseme tena uende. Akasema haki tafadhali, watoto wabaki na nani? Bwana siye sana. Mpaka saa hii heshima iliingia, ananitaka olosojua. Bwana siye. Ndeko saka. Amen. Kuna nguvu katika maneno. Utakapojua kutamka maneno, shetani hata kuangaisha tena kwa jina la Yesu Kristo. Gusa mtu mwambie ubarikiwe na uende mbali na uinuliwe kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Haleluya. Tuangalie kitabu cha Isaia ili tuweze kumalizia. Kitabu cha Isaia chapter 3 verse number 10. Isaia chapter 3 verse number 10. Nguvu katika ulimi. Nguvu katika ulimi. Inasema namna gani? Inasemaje? Waambieni wenye haki ya kuwa watakuwa heri. Waambie wenye haki watakuwa heri. Kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Watakula matunda ya matendo yao. Angalia, yani unapokea uwezo wa kuambia watu, usilaani watu. Amen. Tamka maneno mazuri kwao. Waambie wenye haki, watamkie kubarikiwa. Tamkia watu kwamba watakuwa heri. Tamkia watu watabarikiwa. Watamkie. Ambia wenye haki watakuwa heri na watakula matunda ya nini? Ya matendo yao. Anasema sana. So kuna power wakati tunaongea.
Na nataka uone baada ya ibada hii kuna watu Mungu atawapeleka viwango vingine. Baada ya ibada hii mambo yanakwenda kuwa mazuri. Nimeenda pale Isinya, nikapata msichana amechelewa kuolewa. Bwana sio sana. Mpaka sasa ameanza kuzeekea nyumbani. Mpaka anaanza kukunja kajicho kamoja hivi. Ni miaka imesonga. Bwana sio sana. So nikaenda kuhubiri kwa kanisa fulani. I think sijui kama tulienda kwa hiyo kanisa hapo Kisajo. Bwana sio sana. So ndiye huyu. Kamaliza kuhubiri nikatoka nje, akanifuata. Kuna watu walio na revelation. Wewe wacha kukaa kwa kifungo. Amen. Kuna watu walio na authority kwa maneno yao. Wakitamka tu inafanyika. Amen. Na kinyozi hajinyoi. Kuna watu wako na power ya Mungu. Wana uwezo wa kufungue, wana uwezo wa kuweke huru. So nikatoka, nilipomaliza tu ibada nikatolewa na akanifuata. Akaniambia, "Pastor, tafadhali naomba niombee. Kitu ya kwanza, naomba ukuje kwetu nyumbani." Na mama yake ni mchungaji. Lakini akaniambia, "Naomba uje kwetu." Namba 2, akasema, "Mimi sijaiolewa. Na vile nimesikia ukihubiri, nimehisi ukiniombea itafanyika." Amen. Nikamwambia, "Weka mikono juu." Nikamwombea. Nikasema, "Roho ya kuzeekea nyumbani, ninakung'oa kama kuna kifungo ikatike. Na kuanzia saa hii ninakuregeshea urembo wako kwa jina la Yesu. Pata mtu wako atakaye kuoa." Nikamwombea. Kuza mtu mwambie akaombewa. Kaombewa. Unajua kuna watu wewe ni mrembo lakini kuna kapasia unaweka na yetani. Yaani ukaongeleshwa na mwanaume anaona mwanaume mwenzake. Mwingine kutoka Nairobi alinifuatilia tu kwa mitandao. Akasema mimi siongeleshangwi. Anasema hata wakunidanganya hakuna. Unajua sasa hivi ukidanganywa at least utakuwa na kahope. Lakini hata kudanganywa kuna kahope linaonekana niko area. Lakini sasa ingine yani anasema mpaka nikiingia katikati yao. Anasema hata wakunidanganya. Shetani ni muongo sana. Bwana siwe sana. So nikamwombea huyu, nikasema kwa jina la Yesu, kama kuna urembo yako haionekani, leo ninakurekeshea na ninakufungua utakapoenda. Bwana akupatanisha na mtu wako. Alafu jambo la kushangaza, alienda ku make sure kwamba nimefika kwao. Kaongea na mama yake ambaye ni pastor. Kamwambia, "Leo kuna mtumishi nimeona. Naomba tafadhali aje kwetu." So mchungaji akanipigia nikaenda. Amen. Nikapata kwamba wako na shida ya shamba. Kuna mama moja ambaye ameingia anataka kuwanyang'anya shamba. Na ameenda kotini nini na nini na nini. Na huyu mama alifanya harusi kwa mzee mwingine. Alafu akatoroka kwa huyo mzee, akaja akaolewa na huyu mzee wa boma. Lakini ako na certificate ya kule. Akaja akaolewa. So alipoolewa na huyu, baadaye huyu akafa. Sasa kuna vile anawasukuma. Lakini ni kama zoea. Hata kuna mahali pengine amenyang'anya na nini na nini. So nikaenda. Bwana siwe sana. Nikamwaga mafuta kwa ile shamba. Nikatangaza mregeshewe vitu vyenu vyote. Amen. Jambo la kwanza wakashinda kesi na shamba likarudi lote. Namba 2. Amen. Huyu msichana naye akapata mzee. Sasa juzi wakaja mashemeji na wakalipa mahari. Hata juzi nimepigiwa nikaambiwa kuja sasa ndio hata upate blanketi yako. Blanketi ya nguvu. Inaitwa buffet. Haleluya. Pokea neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yaani kutamka tu, kuongea, nikawapatanisha kwa anga. Sasa nikaambiwa kujia blanketi. Sasa naendea blanketi mapema. Hii baridi itajipanga. Hii baridi itajipanga. Angalia mtu mwambie, leo kwa jina la Yesu takuwa na uwezo wa kuongea katika jina la Yesu Kristo. Hebu sikia, kitambo kabla tuokoke. Nisikilize tu because ile kitu nakupa, amen, hautapata kila mahali. Na kuongelesha kuna power. Kitambo kabla tuokoke, katika familia yetu tulikuwa na uwezo wa kufunga vitu. Nafunga vitu. Yaani unaweza fungia mtu kichakani kwa maneno tu. Naambia mtu nike na rangau, nimekufunga kwa hiyo rangau, kaa hapo na usitoke hapo. Naongea tu. Na jamaa anazunguka kwa kamuti mpaka asubuhi hivi. Naendi nyumbani. Na ni mtu wa kawaida huyo. Nilikuwa nikienda kuchunga. Sikiliza tu because tunafungwa kwa kutojua. Kitambo nikienda kuchunga kondoo ipotee, hata singangani kwenda kutafuta. Amen. Naulizwa tu, wewe ndio ulikuwa unachunga? Ndio. Hata ukaifunge. Naingia kwa nyumba, nachukua ile fimbo nilikuwa nayo. Alafu naenda hapo kwa kitanda, nachukua maziwa.
unakunywa ile maziwa, kuna vile unatamkia, unaiongelesha. Kuna lugha za huko za kindimindimi za huko za kishetani, unaiongelesha, unaitemea mate kidogo kidogo, hiyo fimbo, alafu unaweka hapo, unaijizungushia sijui mara 7 uganga tu, alafu unaiweka hapo chini ya haikuwa mattress, ile ngozi ya kitambo, alafu unailalia, unalala kwanza kama 30 minutes kulala hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu ninaamka, ile kondoo mahali iko haitasonga. Wakati mnakumbuka hiyo, kuna watu wanajua hiyo kitu kama hiyo, Rose anajua na wengine. Hiyo kondoo kwenye iko haitatoka hapo. Namba 2, hata fisi ikuje haitakula hiyo kondoo. Hata asubuhi ukiamka unakuta makanyangio ya fisi ikijaribu kula, lakini kashindwa kwa sababu ya neno lililotamkwa. Na ni mtu wa kawaida tu anatamka maneno ya kishetani. Na sisi ambao tuko na power ya Mungu, tuna uwezo wa kuumba. Pokea neema ya kuumba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Na ndio maana Mungu akaumba mbingu na nchi, akasema kuwepo wanyama, kuwepo miti. Amen. Na ndege wa angani na waingie kwa maneno, na inafanyika hivyo. Amen. Na Biblia inasema sisi ni miungu duniani, wana wa Mungu aliye juu. Pokea neema ya kuumba kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kuongea kwa jina la Yesu Kristo. Hebu salimia mtu, mwambie kutoka leo, pokea uwezo wa kuongea kwa jina la Yesu Kristo. Sema leo ninajifungua, najiweka huru kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Wewe ni nabii wa maisha yako. Kuna mtu anapata kitu, hebu nione hiyo saa inafika saa ngapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni nabii wa nini? Wa maisha yako. Hebu sikia hii. Kwetu ndio pombe ilikuwa inatengenezwa hiyo area. Na wazee walikuwa wanakuja asubuhi na mapema. Breakfast ya kwetu ya pombe. Maratina. Tutu. Kwetu wanaita usukuri, unakuja kukunywa. Yaani pombe imetengenezwa kwetu mpaka hata ukiingia hiyo boma kuna perfume ya pombe. Mpaka nyuki zimehamia kwetu. Ilitengenezwa mpaka sisi tulikuwa na experience ya kutengeneza. Hata mzee alikuwa anatuambia mwende mnitengenezee mitungi kama 3. Na tuko vitu vijana. Yaani hiyo roho imekolea mpaka sisi wenyewe tuko na experience. Tunatengeneza. Sisi tulianza kukunywa tukiwa miaka 8 hapo. Unakunywa, unalala kichakani, unaenda kutafutwa mpaka unafungwa kama kondoo, maana umekosekana, unaenda kufungwa ndio usikuliwe na fisi. Hiyo roho ishinde kwa jina la Yesu. Na mikono sema kuna Mungu aliye juu. Lande bosakatebi alada shada. Yaani pombe ilitengenezwa kwetu mpaka ndio maji. Ukisema nataka maji, unagonga glasi 2 ni pombe. Bwana asifiwe sana. Kuna hizi wanaita suguro zile za kutengeneza. Imehanywa, imejaa kwa fence. Bwana asifiwe sana. Lakini siku moja Mungu aliyejua akatuokoa. Tukiwa wangapi? 2. Amen. Na nikamwita my brother, nikamwambia sisi ndio walinzi wa hii family. Na kutoka leo lazima pombe iishe kwetu. Bwana asifiwe sana. Akaniambia tufanye nini? Nikamwambia leta anointing oil. Tukachukua mafuta. Alafu tukaenda polepole. Mahali zile pombe zimewekwa, kuna kasto kapombe tu. Hata ukiingia na madrum zimejaa hapo. Pombe inakuangalia hivi mpaka inakuita kunywa, ni kuja unikunywe glasi 2. Hende bosaka. Yaani kwetu hata ukapika chai hakuna mtu anataka. Unatoa loka asubuhi. Tulikunywa mpaka na mzee kwa meza moja. Na siku tulikunywa tukalewa wote. Mpaka nikamwambia mzee, nafunga macho na nahesabu mara 5. Ikifika 5 upotee. Yaani mzee baba yetu nasema 1 2 3 kwenda kufungua hivi, alijisapia kitambo sana. Hii mapepo ni shaitani ya shida. Na kuna watu wanafikiri ni kawaida, hadi wewe unatulia tu. Wapendwa, mna kazi ya kufanya. Kama kwenyu kuna pombe, Bwana asifiwe sana, bado kuna level hujafika. Amen. Ombea huyo mtu, ongelesha pombe, ambia pombe kataa mwili wa huyu mtu. Mwingine nilimuombea mpaka pombe ikamkataa. Anakunywa na tapika siku 3 mpaka nasikia kama maini inatoka. Mpaka akaambia mke wake, mimi kitu ndio itaniua, achana naye. Akawacha, na ni nguvu ya maombi. Amen. So tukaingia kwa ile nyumba, madram ndio hizi zinatuangalia, na tutu ndio hii natufanya hivi. Tukaenda na anointing oil. Bwana asifiwe sana. Tukaimwagia. Kwanza tulisoma ile andiko inasema akabadilisha maji kuwa wine. Nakumbuka hiyo? Akaombea.
Sasa ingine fanya nini? Bwana sio sana. Practice power. Ongea. Hauhitaji kola ufukuze vitu katika familia yako. Unahitaji tu imani iende juu. Naongea na watu kwa jina la Yesu Kristo. Wengine hata unaongea unasema sitasekea kwetu. Bwana sio sana. Unasema roho ya kuku tatu nimekataa. Naongea na watu kwa jina la Yesu. Ama unaongelesha maji kwa glasi unaikunywa, unasema hiyo ugonjwa. Maana kuna wengine yani magonjwa yamekuja kwako. Hata leo ukisikia uko sawa ni kama imeenda toka safari narudi tena kesho. Ongelesha na kunywa maji, unasema kwa jina la Yesu, kutoka leo sitagonjeka tena. Kuna nguvu katika maneno. So tukamwaga mafuta kwa ile pombe, tukasema tunakubadilisha pombe uwe maji kuanzia dakika hii. Maji tukamwagia zote na tukatoka tukaenda. Hata tukiwa hapo nje nikaanza kumwongelesha, nikamuuliza umesikia nini? Akasema nimesikia kuna kitu kinafanyika. Tukusikia hiyo kitu, mpaka namwambia nimehisi kuna kitu, nahisi hiyo pombe ni change sahi. Mpaka tunaenda kukaa kuangalia wakipewa wakunywe na operation tumefanya. Unajua nini ilifanyika? Mtu anapewa pombe anakunywa jagi mzima na halewi, nikatumbo toka natokea. Mpaka nikasikia mwingine anaambia mwenzake hii pombe huko ni mbaya, twende kabisa. Na kutoka hapo mpaka saa hii pombe ikaisha kwetu. Pokea neema kwa jina la Yesu Kristo. Eno kaongeleshe vitu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wangapi anasema nitakwenda kuongea? Sema nitakwenda kuongea. Sema amen. Hebu piga kelele na piga kelele na shangwe. Osandebo kazelia. Amen. Nguvu katika nini? Kuna watu wataenda kuongea leo, ama utaenda kufanya hivi kajicho na shetani, my friend. Because mambo ni mawili, either uongea ama ataongea. Sikia hii. Tukaenda mahali panaitwa Bulbul kuombea msichana aliyepagawa na mapepo. Na wakati huo hatujui kutoa mapepo. Kile tunajua ni kuachilia moto peke yake. Fire. Lakini kuitoa, unajua pepo unaikemea, unaifunga. Bwana sio sana. Unaitesa kidogo, chomeka kwa jina la Yesu, filisika, angaika, unaitesa. Alafu kwa jina la Yesu Kristo na kuamrisha, chukua virago, toka. Bwana sio sana. Baada ya kuitesa na kufunga, alafu naamrisha kufanya nini? Toka. Sasa sisi hiyo ya kusema toka uende, hatujui hiyo. Ile tunajua ni chomeka. So tukiona akibiringika ndio tunafurahi. Ongezea fire, miguu fire, kichwa fire. Kumbe tulifire mpaka sasa, mpaka msichana akazimika. Apumui tena. Na ni Bulbul. Na kwa sababu huyu msichana amepagawa na watu wanajua amepagawa, wamekuja kuangalia akitolewa mapepo. So wamejaa mpaka ile nyumba tuko pale tunamkomboa, watu wamejaa mpaka kupumua ni shida. So tumefaya mpaka akaenda. Na ndiye alitusafu chai, kwa hivyo alikuwa sawa. Ndiye ametuwekea chai tukakunywa, sasa hapumui tena. Nikaangalia macho imetan kuwa blue hivi. Hey! Mpaka nikasikia shetani akiniongelesha, mtapigwa na mawe. Mtapigwa na mawe hapa. Mpaka fire ikaisha. Handebo sakateba. Na my brother yeye hajajua, bado anasema fire miguu fire. Nikamfanyia hivi mikono. Akasema nikamwambia hayuko. Akasema angalia macho. Bwana sio sana. Mpaka fire ikapotea. Anapiga kelele lakini hasemi fire. Mpaka akasuia mapua. Akaniambia tufanye nini? Nikamwambia hapa tutapigwa na mawe na watu. Akaniuliza turuke na tupite dirisha, tuende kama marisasi. Ikiumana unajiokoa. Haleluya. Lakini ukijua power ya maneno, sema power. Kwa jina la Yesu sema power. Sema power. Amen. So akaniuliza tufanye nini? Nikamwambia tufukuze watu wote nje, tubaki na mtoto peke yetu. Na nikamsikiana tu. Bwana siwe sana. Fukuza watu nje. Nikamwambia watu, kila mtu. Kwanza hapo niliwatishia. Nikamwambia hii pepo inaweza toka ikuingie. Maana kimeumana. Bwana siwe sana. Nikasema hapa hii pepo inaweza ingia ndani ya mtu. Kuna mzee mwingine alikuwa hapa akafanya hivi. Na wasichana wengine wakatoka nje.
Wote wakatoka wakaenda kuchungulia kwa dirisha hivi. Nikafunga mpaka hiyo dirisha. Wanapitisha kwa kale kamwenye, nikafunika hapo. Alafu tukaongea kwanza. Kaniambia tufanye nini? Nikamwambia hapa ni kuunganisha imani na kuongelesha amke katika jina la Yesu. Maana liwe liwalo lazima amke. Na kama hata amka ataamka. Amen. Na ni saa hii, na kama sio saa hii ni dakika hii. Hey! Tukaachilia fire ambayo iko na uoga ndani na imani kubwa. Naitwa fire ya kisirani. Fire. Baka my brother anafanya hivi fire. Baadaye msichana akapumua. Sema kupumua. Ile kupumua mpaka tumbo ikakuja hapa. My brother akaniambia muamshe haraka haraka asikufe tena. Amsha. Muamshe. Amepumua ndio. Muamshe asikufe tena. Muamsha asikufe tena. Na nikamwamsha. Nikamwambia unasikia aje? Akasema niko sawa. My brother akaniambia mtoe nje ndio watu wamuone kwa sawa. Twende hata hii chai hatutaki ibomba tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini imetusaidia? Nguvu ya kutamka. Nguvu ya kufanya nini? Ya kutamka. Kwa hivyo leo usipokee neema ya kuongea kwa jina la Yesu. Sema amen. Kataa kuwekwa kwa jangwa na shetani. Ongelesha jangwa yako maana itakuachilia. Amen. Si kuna mchungaji ameteswa tu mahali. Unajua kuna watu ambao wanatumika na shetani. So mama amekuja anaambia pastor, nataka unifanyie dedication mtoto. Wachungaji tukidedicate watoto confirm kwanza mtoto kama ako sawa. Anakuangalia ndio. Basi dedicate. So mama mtoto amekufa, alafu akaleta kanisani na amemfunika. Alafu akaja akambia pastor, nataka umfanyie dedication, na amemfunika na kashuka. Naye pastor alipomchukua mtoto hakumfunua kumwangalia. Akamchukua tu akasema anaitwa nani? Anaitwa fulani. Kuna watu wanaotumika na mapepo ambao lengo lao ni kuhangaisha kanisa na kupiga watumishi. Amen. So pastor akauliza anaitwa nani? Anaitwa fulani. Akasema kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu tunakuweka wakfu. Alafu akampatiana kwa mama yake. Mama kwa sababu anajua, akachukua mtoto akapiga nduru. Sasa sitamtaja anaitwa nani, maana rafiki yangu anafuatilia. Bwana asifiwe sana. Akapiga nduru na watu wote wakasimama. Wapendwa, kuna watu wako kwa maisha yako kwa sababu hawajapata kosa ya kukupiga. Ile siku atapata, hata wengine watakuondokea. Utashangaa kama fulani anaweza akaniondokea niliyemsaidia. So watu wakapiga nduru. Mpaka washirika, watu wa kwanza waliochukua mawe ni washirika, mpaka chairlady na chairman ndio kugonga pasa. Sasa bahati mchungaji alitengeneza kamlango hii route B. Kuna kamlango hapo kanaingia ofisi kana kuchomokea na huko. So pasa akaingia kwa huko kamlango akachomokea na huko kwingine, akatoroka. Bwana sio sana. Alikuwa anahubiri Ukambani, akatoroka, akaja akaenda mpaka pande za Embu. Alipofika kule, maana sana anatafutwa, ametangazwa na TV zote. Kaenda kule akatoa zile nguo za uchungaji na akavaa ile vest. Akaenda kwa kilabu, kaenda kuuliza kazi ya bonza. Unajua bonza? Bonza ni wale watu ukilete maneno anakushika hapa na kutoa nje. So akauliza ile kazi. Njia ya kujificha. Bwana sio sana. Akafanya hiyo kazi, alikuwa analipo 5,000. Akafanya hiyo kazi. Nakumbuka bado ni mchungaji. Akafanya kazi. Alafu siku moja ikafika, yule mama aliyemwajiri mtoto wake akapagawa, akapelekwa hospitalini, kashindikana, mpaka akarudishwa nyumbani. Bwana sio sana. Daktari akamwambia enda utafute mchungaji wa kumuombea, maana hiki kitu sio ya kawaida. Tafuta mchungaji. Akaja mtoto ndio huyo, anajiongelesha kwa nyumba. Alafu huyu jamaa ambaye ni bonza akaja akamwita huyu mama. Akamwambia nasikia naweza nikusaidie. Na sasa hii amemaliza kuinua jamaa, amemtoa. Anakuja anaambia huyu mama nataka nikusaidie. Mama akamwambia aje. Akamwambia kuja twende kwa nyumba. Bwana sio sana. Akamwambia funga mlango. Mtoto wako na shida gani? Akamwambia hivi na hivi. Akamwambia unaamini Mungu anaweza? Ndio. Akamwambia inua mikono juu tuombe. Akaachilia power. Sema power. Kuachilia tu. Unajua bado ni mtumishi wa Mungu. Amen. Mapepo zikapiga nduru. Tutaenda. Tunachomeka. Tunahangaika. Enda kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa naika mtoto. Jesus name.
Alafu mtoto akamka, akasema kuna kitu ilikuwa ndani yangu na imetoka, sasa niko free, na akaenda kuwapikia chai. Bwana asifiwe sana. Mpaka mama akamwangalia hivi, akafanya hivi, akamuuliza, na wewe ni nani? Niambie, tumefanya nawe kazi muda fulani, lakini niambie wewe ni nani, umetoa wapi power? Sasa akamwambia ni long story. Akamketisha, akamwambia hivi na hivi, akamwelezea story yote. Akamwambia kutoka leo hautafanya tena kazi kwa klabu. Bwana asifiwe sana. Nitakutafutia pesa ya kufungua kanisa. Amen. Na mshahara yako nitakuwa nakulipa tu. Na nitafanya campaign watu wakuja kanisani. Ukienda pande za Embu, ukiombea mtu apone, anaenda kuitana. Kuna pasa mzuri sana. Ameniombea sana. Kanisa ikajaa. Saa hii tunaongea, kanisa yake iko na watu 2,000 na amefungua TV yake na ni mtu amebarikiwa sana. Bwana asifiwe sana. Mimi nimemsaidia nguvu